Jina langu ni Neema Mwakalinga. Nilizaliwa karibu na jiji la Mbeya. Maisha yetu hayakuwa ya kifahari, lakini wazazi wangu walikuwa watu wa upendo sana. Baba yangu alikuwa mkulima mdogo na mama yangu alikuwa anauza mboga sokoni. Nililelewa katika familia yenye amani na upendo mkubwa. Nilipokuwa mdogo, mama yangu alinifundisha jambo moja ambalo siku zote lilidhaki kichwani mwangu. Mwanangu, usichague mtu kwa sababu ya pesa, chagua mtu kwa sababu ya moyo wake. Wakati huo nilikuwa mdogo sana kuelewa maana ya maneno hayo. Lakini baadaye niligundua kuwa maneno yale yalikuwa na uzito mkubwa sana. Nilipofika umri wa miaka 22, nilihamia mjini Dar es Salaam kutafuta maisha. Nilikuwa na ndoto kubwa sana. Nilikuwa nataka kusaidia familia yangu, kujenga maisha yangu mwenyewe na siku moja kuwa mtu mwenye mafanikio. Maisha ya mjini hayakuwa rahisi kama nilivyodhani. Nilianza kufanya kazi katika duka la nguo Kariakoo. Mshahara haukuwa mkubwa sana, lakini ulikuwa unatosha kulipa chumba kidogo nilichokuwa naishi na kununua chakula. Ndipo nilipokutana na mwanaume ambaye alibadilisha maisha yangu. Jina lake lilikuwa Baraka. Baraka hakuwa tajiri, hakuwa na gari, hakuwa na biashara kubwa, lakini alikuwa na kitu ambacho sikuwa nimewahi kukiona kwa mwanaume mwingine. Alikuwa na moyo mzuri sana. Tulikutana siku moja nilipokuwa narudi nyumbani jioni baada ya kazi. Nilikuwa nimechoka sana na nilikuwa nimebeba mfuko mzito wa nguo. Alikuja polepole na kuniambia kwa sauti ya heshima, "Samahani dada, naweza kukusaidia kubeba mzigo wako?" Mwanzoni niliona kama ni ajabu kidogo, lakini macho yake yalionyesha heshima na uaminifu. Kuanzia siku hiyo tulianza kuzungumza. Polepole tukaanza kuwa karibu zaidi. Baraka alikuwa fundi wa simu katika kibanda kidogo. Hakupata pesa nyingi, lakini alikuwa mtu mwenye bidii sana. Kila siku alinihakikishia kitu kimoja. Alisema, "Neema, sina pesa nyingi leo, lakini nina ndoto kubwa. Siku moja nitakupa maisha mazuri." Na kweli nilimpenda kwa moyo wangu wote. Tulikaa pamoja kwa takriban miaka 2. Maisha yetu hayakuwa ya kifahari, lakini tulikuwa na furaha sana. Lakini hapo ndipo kosa kubwa la maisha yangu lilipoanza. Nilikuwa na marafiki 3 kazini. Walikuwa wanapenda sana maisha ya kifahari. Wanavaa nguo ghali, wanakula katika migahawa mikubwa na kila wakati walikuwa wanazungumzia wanaume wenye pesa. Siku moja waliniuliza, "Neema, bado uko na yule fundi wa simu?" Nilisema ndiyo. Walianza kucheka. Mmoja wao akasema, "Wewe ni mzuri sana Neema. Ungekuwa na mwanaume tajiri, ungekuwa unaishi maisha ya kifalme. Kwa nini unapoteza muda na mtu maskini?" Mwanzoni sikuwasikiliza, lakini walirudia maneno hayo tena na tena, kila siku. Polepole, maneno yao yalianza kuingia kichwani mwangu. Nilianza kuangalia maisha yangu na kuona kama kweli nilikuwa napoteza muda. Nilianza kuona mapungufu ya Baraka ambayo hapo awali sikuwahi kuyaona. Siku moja nilifanya jambo ambalo hadi leo bado linaniumiza moyo. Nilimuita Baraka tukutane. Nilimwambia kwa sauti baridi, "Baraka, nafikiri hatufai kuwa pamoja tena." Alishtuka sana. Aliniuliza, "Kwa nini Neema?" Lakini sikumwambia ukweli. Nilisema tu, "Nataka maisha tofauti." Sitazasahau jinsi alivyonitazama siku hiyo. Machoni mwake kulikuwa na maumivu makubwa sana. Lakini hakunilazimisha nibaki. Aliniambia tu kwa utulivu, "Kama hiyo ndiyo furaha yako, basi nakuachia." Niliondoka, na hapo ndipo nilipoanza maisha mapya ambayo nilidhani yangekuwa bora. Kupitia marafiki zangu, nilikutana na mwanaume mmoja tajiri sana. Jina lake lilikuwa Victor. Victor alikuwa na gari kubwa, nyumba nzuri na pesa nyingi. Nilidhani ndoto yangu imetimia. Mwanzoni kila kitu kilionekana vizuri sana. Tulikuwa tunaenda migahawani, safari na sehemu za kifahari. Lakini baada ya muda nilianza kugundua kitu. Victor hakuwa mtu wa upendo. Alikuwa mkali sana. Alikuwa ananidharau mara nyingi. Lakini nilivumilia kwa sababu nilikuwa tayari nimeacha kila kitu kwa ajili yale. Kadri muda ulivyokwenda, hali ilizidi kuwa mbaya. Victor alianza kunitendea vibaya. Alianza kuniambia maneno ya kuniumiza.
Na siku moja, maisha yangu yalibadilika kabisa. Tuligombana vibaya, na kwa hasira aliniambia maneno yalivunja moyo wangu. Alisema, nilikuwa nakusaidia tu, sihitaji mwanamke kama wewe. Na akanifukuza. Ndiyo, alinifukuza kabisa. Siku hiyo nilitoka nyumbani kwake nikiwa sina pa kwenda, nikiwa sina tumaini. Nilikaa kwa marafiki zangu kwa muda, lakini baada ya muda hata wao walianza kuniona kama mzigo. Hatimaye niliamua kurudi sehemu moja ambayo sikuwa nimeifikiria kwa muda mrefu sana. Nilirudi katika mtaa ambao Baraka alikuwa anafanya kazi. Nilikuwa na matumaini madogo sana moyoni mwangu, lakini nilichokiona siku hiyo nilifanya nipate mshtuko mkubwa. Kibanda chake cha zamani hakikuwepo tena. Badala yake kulikuwa na duka kubwa la kisasa la simu. Niliuliza watu waliokuwa karibu. Waliniambia, hili ni duka la Baraka, biashara yake imekuwa sana. Moyo wangu ulianza kupiga haraka, lakini mshtuko mkubwa zaidi ulikuja nilipoona kitu kingine. Baraka alikuwa ndani ya duka, na pembeni yake alikuwepo mwanamke mzuri sana. Nilipouliza watu, wakaniambia kitu kilichoniumiza zaidi. Waliniambia, huyu ni mke wake. Lakini kitu kilichoniumiza zaidi ni kugundua kwamba yule mwanamke alikuwa rafiki yangu wa zamani. Ndiyo, mmoja wa wale waliokuwa wananishawishi nimwache Baraka. Nilisimama pale kimya, nikagundua jambo kubwa sana. Niliacha mwanaume mzuri kwa sababu ya pesa, na mwisho wake nilipoteza kila kitu. Ndiyo maana leo nasema kwa sauti yangu yote, sijilaumu, lakini nimejifunza somo ambalo sitolisahau maisha yangu yote. Usimdharau mtu kwa sababu hana pesa leo, kwa sababu kesho yake anaweza kuwa kila kitu ulichokuwa unatamani.